kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, nikikukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na kanisa ya RGM Abalare. Ningependa tuungane. Toka. Nimwambia namna gani? Toka wewe katika nchi ya jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Inafaa tuweze kuelewa nyumba ya baba yetu kuna nini. Katika nyumba ya baba ambao Mungu anasema tutoke, iko na nini? Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Isaya, tuone baba yetu ni nani. Kitabu cha Isaya, baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi. Kwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo, Mungu anapoambia Ibrahimu toka katika nchi ya baba yako na katika nyumba ya baba yako, Mungu anazungumzia nini? Anazungumzia nchi ya Adamu, anazungumzia nyumba ya Adamu, kwa sababu hawezi kupata baraka bado akiwa katika nyumba ya Adamu. Hawezi kupata baraka akiwa katika nchi ya Adamu. Ndio alimwambia toka, akamwambia toka katika nchi yako na ya jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayoonyesha. Katika nchi ya mwanadamu hawezi kuishi maisha ya imani. Katika nchi ya mwanadamu hawezi kubarikiwa. Katika nchi ya mwanadamu hawezi kuishi maisha ya furaha. Ndio Mungu aliambia Ibrahimu toka katika nchi yako. Katika nchi yako hakuna mafanikio. Katika nchi yako hakuna kustawi. Katika nchi yako hakuna kuendelea. Ndio Mungu aliona, akaona sasa Ibrahimu akiwa katika nchi yake na katika jamaa zake na katika nyumba ya baba yake, hataweza kuishi maisha ya imani, hataweza kuishi maisha ya furaha, hataweza kuishi maisha ya baraka. Akamwambia toka katika nchi ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Nchi gani Mungu anaongoza Ibrahimu? Hebu tuangalie mstari wa 2, tuone vile maandiko inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Haleluya! Nawe uwe nani? Nawe uwe baraka. Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Katika ulimwengu wa mwanadamu, ni mwanadamu anafanya kazi. Lakini unapotoka katika ulimwengu wa mwanadamu, unaingia katika ulimwengu ambao Mungu anakuonyesha. Mungu anasema nami nitakufanya. Hakuna kujifanya, hakuna kujaribu kufanya kazi, ni Mungu anakufanya. Watu wengi wanajaribu bila wanaweza kuendelea, watu wengi wanajaribu bila wanaweza barikiwa, mpaka wanakutana na ubiri wengine wa uongo, anakuambia ukipanda mbegu utabarikiwa, ukitoa utabarikiwa, usimama na hii madhabahu utabarikiwa. Yaani watu wamepewa ahadi nyingi sana, kwa sababu katika ulimwengu wa Adamu, katika ulimwengu wa Adamu ni ulimwengu wa kufanya kazi. Ndio Adamu alipomwasi Mungu alianza kufanya kazi ya kufunika uso wake. Kazi ile alifanya ili asimame mbele ya Mungu. Na mpaka wale watu wako katika kazi zao ili waweze kusimama mbele ya
aliambiwa na Mungu atoke, Mungu alimwambia namna gani? Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hakuna mahali Ibrahimu aliambiwa ukifanya hii nitakufanya taifa kubwa. Hakuna mahali Mungu alimwambia ukifanya hii na hii na hii ndio ndiye kufanya kuwa baba wa mataifa ama kuwa taifa kubwa ndio itafanyika kwako. Hapana, ni Mungu mwenyewe alisema nitakufanya kuwa taifa kubwa. Bila juhudi ya Ibrahimu, bila kazi ya Ibrahimu, bila matendo ya Ibrahimu, ni Mungu mwenyewe amesema nitakufanya. Penda mtazamaji, hili ndio jambo nafaa uangalie sana. Uangalie mstari wa pili. Penda mtazamaji, nataka uangalie neno hili vizuri. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mungu ananena nitakufanya. Hakusema fanya hii nikufanyie. Hapana. Amesema nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Ni wakati gani Mungu aliambia Ibrahimu nitakufanya kuwa taifa kubwa? Ni wakati anatoka katika nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba yake aende nchi ambayo Mungu akamwonyesha. Ndio Mungu anamwambia ukiingia katika hiyo nchi, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, nataka uangalie mstari wa pili vizuri sana na upokee mstari wa pili ndani ya moyo wako. Utaanza kuona Mungu akikufanya. Utaanza kuona Mungu akikufanya mwenye haki. Utaanza kuona Mungu akikufanya mtakatifu. Utaanza kuona Mungu akikufanya mkamilifu. Utaanza kuona Mungu akikufanya mtoto wake. Utaanza kuona Mungu akikufanya mtu mkuu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeingia katika nchi ambayo Mungu amekuambia uende. Unapoingia nchi ya utakatifu, nchi ya mwenye haki, nchi ya ukamilifu, Mungu anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa. Na maandiko yanasema na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Kulikuza jina lako, kufanya jina lako liwe kubwa. Mungu anasema nami nitakubariki. Mungu akupatia Ibrahimu masharti ili aweze kubarikiwa? Hapana. Sharti ilikuwa moja, toka katika nchi ya baba yako na jamaa zako uende katika nchi nitakayokuonyesha. Sharti ya Mungu iliweza kupata hiyo baraka ni kutoka katika nchi ya baba yako. Nchi ya baba yako ni Adamu. Adamu alileta damu, ili nchi ya damu. Unapotoka katika nchi ya damu na kuingia katika nchi ya Mungu takatifu, Mungu anasema namna gani? Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Haleluya. Na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Tuangalie mstari wa 3. Nami nitakubariki wakubarikiwe. Wale watakao kubariki nitawabariki. Wale watakao kulaani nitawalaani. Hizi kazi ya Ibrahimu, hizi kazi yako mtazamaji, baada ya kuamini Mungu, baada ya kuamini neno la Mungu na kutoka katika nchi ya dhambi, Mungu anasema atabariki wanaokubariki na atalaani wanaokulaani. Amen. Na maandiko yanazidi kusema na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kupitia wewe mpendwa mtazamaji na wale wako hapa kanisani, kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa sababu gani jamaa zote za dunia watabarikiwa? Kupitia mimi. Kwa sababu mimi nimefanyika mwana wa Mungu, nimefanyika mwenye haki, niko na baraka. Na ndio maandiko inasema kutoka Zaburi 32 mstari wa 1, heri mtu yule aliyesamehewa dhambi zake. Yule ambaye amesamehewa dhambi zake amebarikiwa. Na maandiko inasema kama umebarikiwa, Mungu atakufanya kuwa baraka, kwa sababu utahubiri habari ya msamaha wa dhambi. Unapohubiri habari ya msamaha wa dhambi, unafanya wengi kuwa wabarikiwa, na Mungu atakufanya wewe baraka. Amekufanya kama shida na baraka wakati unapoeneza habari ya msamaha wa dhambi. Na ndio maandiko inasema katika Warumi 4 mstari wa 7,
nitakubariki, nitabariki wakubarikiwa, naye akulaaniye nitamlaani. Usijaribu kulaani wanadamu, usijaribu kulaani walio kinyume na wewe, usijaribu kulaani wale wanaokupinga ama wale wanaokufanyia mabaya. Kama umebarikiwa na kama uko upande wa Mungu, Mungu alikwambia namna gani? Mstari wa pili amesema namna gani? Nami nitakufanya kuwa taifa na kulikuza jina lako uwe baraka. Kwa sababu wewe ni baraka, Mungu amekufanya baraka. Anasema nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaaniye nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Safari ya imani, Mungu anatufundisha maisha ya safari ya Ibrahimu ya imani, ili na sisi tuweze kuingia katika hii safari ya imani ya Ibrahimu, ili tuweze kuwa baraka, ili wale wanaotubariki wabarikiwe, wanaotulaani walaaniwe. Haleluya. Na ndio katika kitabu cha kusoma kitabu cha Wagalatia, mpendwa mtazamaji, kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 6, tuone vile maandiko yanasema. Wagalatia, nashangaa kwa kuwa mmemwasa upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Kuna injili ya namna nyingine, na ndio sasa hapa wakati Paulo anafundisha makanisa ya Wagalatia anasema namna gani? Anasema nashangaa kwa kuwa mmemwasa upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine. Injili ya namna nyingine ni injili ya matendo, ni injili ya kujaribu kufanya ubarikiwe, ni injili ya kujaribu kufanya matendo fulani ili uweze kuwa mwana wa Mungu, ni injili ya kujaribu kufanya mambo fulani ili ufanyike mwenye haki. Hii ni injili ya namna nyingine. Mstari wa 7 inasema wala si ya namna nyingine, lakini wala si ya namna nyingine, lakini wapo watu wataabishwa kabisa, nao wanataka kugeuza injili ya Kristo. Watu wataabisha, wanataka kubadilisha injili ya nani? Injili ya Kristo. Mstari wa 8, wala si ya namna, wala si nyingine, lakini wapo watu kabisa. Mstari wa 8, lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni akawahubiria injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na laaniwe. Wakati unapohubiri injili tofauti na injili ya neema ya Kristo, unalaaniwa. Kwa hiyo wahubiri wengi wanaongoza wahubiri kwa laana, hawaongozi wahubiri wao kwa baraka, kwa sababu wanauza baraka. Wanakwambia toa kubarikiwe, wanakwambia fanya hii ili barikiwe, wanakuonyesha kazi ya kufanya. Neema inamaanisha nini? Neema inamaanisha hakuna kitu kinahitajika kwako, na ndio maana tunasema tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hiyo ni kipawa cha Mungu, wala kutokana na zetu na kutokana na matendo yetu. Wokovu tupate kwa matendo, wokovu kutokana na sisi. Wokovu unapatikana kwa neema, kwa njia ya imani. Lakini watu wanajaribu kufanyia wokovu kazi, watu wanajaribu kufanyia Mungu kazi. Kati ya Mungu na mwanadamu, nani anafanyia mwingine kazi? Tunaweza kufanyia Mungu kazi kweli? Mwanadamu hawezi kufanyia Mungu kazi, ni Mungu anafanyia mwanadamu kazi. Lakini dini inaleta injili tofauti na Yesu alileta.
Paulo aliyohubiri. Paulo akasema mtu yeyote akihubiri injili kinyume na hii tuliyowahubiria na alaaniwe. Kwa hivyo yule anayelaaniwa ni yule anayehubiri injili kinyume na injili ya Kristo, anayehubiri injili kinyume na neema. Anaondoa neema, anaweka matendo, anaonyesha watu msipofanya hii hamwezi kupata wokovu, msipofanya hii hamwezi kupata baraka. Ameweka baraka kwa matendo, ameweka baraka kwa juhudi za wanadamu, lakini baraka tunaipata kwa njia ya imani. Wokovu tunapata kwa njia ya imani, haki tunahesabiwa kwa imani wala si kwa matendo. Kwa hiyo safari ya imani, mpendwa mtazamaji, inaanza wakati tunatoka katika ulimwengu wa matendo na kuingia katika ulimwengu wa imani. Mungu hasa kufanyia kazi. Unataka kufanyia Mungu kazi au unataka Mungu kufanyia kazi? Kuna neno moja Yesu alisema, nataka tuliangalie. Kuna neno Yesu alisema, hii neno nataka ulielewe mpendwa mtazamaji. Katika kitabu cha Yohana 6:29 Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Ngwemuru yeye etekieni uroto mwe. Ngwera bati kutemu mego. Ngwemuru ngwera bati kuta niwe etekia uroto mwe. Hii ndio kazi ya Mungu. Yesu mwenyewe akajibu. Yesu akajibu akasema, Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya nani? Hii ndio kazi ya Mungu, mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Kazi ya Mungu ni kuamini nani? Kuamini Yesu Kristo. Kama unataka kufanya kazi ya Mungu, amini Yesu Kristo. Na wakati unapoanza kuamini Yesu Kristo, umeanza maisha ya imani. Hebu angalia kwa Wagalatia. Tuone hii safari ya imani jinsi inavyoenda. Wagalatia 3:25. Maandiko yanasema, lakini wapo imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Ikiwa imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Imani imekuja. Imani ni Kristo. Haleluya. Imani ni Kristo. Kama imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Mstari wa 26 maandiko yanasema, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sisi sote tumefanyika nini? Wana wa Mungu kwa njia ya nini? Kwa njia ya matendo, kwa njia ya ndugu zetu, kwa njia ya matendo yetu na kazi zetu? Hapana, kwa njia ya imani. Mpendwa mtazamaji, nataka uingie katika ulimwengu wa imani, uanze kuona Mungu akikubariki, na akikubariki, wale wanaokubariki waanze kuona pia wanabarikiwa. Wakati Mungu alipoambia Ibrahimu, watakao kubariki na wabariki, nataka waangalie vizuri. Kuna mtu alitoka naye kwa Lutu. Lutu wakati alikuwa upande wa Ibrahimu na kusikiza Ibrahimu, alibarikiwa. Alibarikiwa na kubarikiwa. Lutu alibarikiwa kwa sababu alikuwa anabarikiwa. Inafaa uchunguze, je, huyu mhubiri anayehubiri amebarikiwa? Ako na baraka ya msamaha wa dhambi? Ako bado mwenye dhambi kama mimi? Akiwa mwenye dhambi kama wewe, basi wewe utalaaniwa kama yeye. Lakini kama uko mhubiri chini ya mhubiri aliyesamehewa dhambi zake, aliyebarikiwa, aliyepata baraka ya msamaha wa dhambi, baraka hizi zote zitakuwa pamoja na wewe. Lutu alibarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu. Na siku ile Lutu alienda kinyume na Ibrahimu, moyo wake ukaenda kinyume na Ibrahimu, akaamua kutengana na Ibrahimu. Lutu
Sitaangamiza wenye haki na wenye dhambi. Ukipata wenye haki 50, je, utaangamiza? Mungu akamwambia sitaangamiza. Ibrahimu aliomba mpaka wakafika tu, hawakupatikana. Juu hawakupatikana, Lutu alitolewa katika ile mji kwa sababu ya maombi ya Ibrahimu. Na alipotolewa kaongozwa na Mungu mpaka mlimani. Alipoongozwa mpaka mlimani, mahali Ibrahimu hapo hakutaka kurudi huko, akaenda Kaloni. Aliokolewa yeye na binti zake wawili na mke wake na yeye. Sasa masharti waliopewa na malaika aliyekuja kwa kabisa Sodoma na Gomora, mkisikia sauti yoyote nyuma, msiangalie nyuma. Mke wa Lutu akaangalia nyuma, akawa nusu na sufi. Lutu akaingia wapi? Pangoni. Lutu akasali na binti zake. Mungu akasema, ili uzao uliolaaniwa usiwahi kuingia katika kusanyiko la watakatifu milele. Kwa sababu gani? Shida ya Lutu ilikuwa kutengana na Ibrahimu ambaye ni sana la baraka. Kwa sababu Mungu alisema, akubarikie nitambariki, akulaanie nitamlaani. Wakati Lutu alienda kinyume na Ibrahimu, alilaaniwa. Kwa sababu gani? Ibrahimu alibarikiwa. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanasema namna gani? Maandiko hili linazidi kutufunza. Hebu tuangalie kwa Galatia. Tuone kile Biblia inazidi kutufunza. Tuangalie Galatia 3:7. Afahamu ya kuwa wale walio wa imani au ndio wana wa Ibrahimu. Afahamu ya kuwa wale walio wa imani ndio wana wa Abrahamu. Hata wana wa Ibrahimu. Wote si wale walio wa matendo. Sio wale wako na juhudi. Hapana. Ni walio wa imani ya Ibrahimu. Imani ya Ibrahimu ilianza siku Mungu alimtokea, toka katika nchi ya baba yako na nyumba ya baba yako na jamaa zako, wewe katika nchi nitakayokuonyesha. Safari ya imani ya Ibrahimu kaanza. Na ilipoanza tunaona maandiko yanasemaje? Hao wote walio wa imani ya Ibrahimu hao ndio wana wa Ibrahimu. Si wale waliozaliwa tu kimwili, hapana. Walio wa imani za nani? Imani ya nani? Ya Ibrahimu. Hao ndio wana wa nani? Ibrahimu. Na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani ya kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, iliyomhubiri Abraham habari njema zamani akisema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Hilo neno Mungu alinena katika kitabu cha Mwanzo 12:3, mataifa yote watabarikiwa kupitia wewe. Kama vile nilivyohubiri, kama vile andiko vile nilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Mungu atahesabia mataifa haki kwa imani. Na maandiko nazidi kueleza, alimhubiri Ibrahimu habari njema zamani. Habari hii njema inahubiriwa, Ibrahimu baba yetu alihubiriwa zamani. Haleluya. Ibrahimu alihubiriwa habari hii zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Kupitia nani? Na Mungu aliongea kuhusu uzao. Aliongea kana kwamba ni wewe, aliongea kama ni mzao. Na huo mzao aliwakilisha Yesu Kristo. Unapopata Yesu ndani moyo wako, umeingia katika uzao wa Ibrahimu, na ukiingia katika uzao wa Ibrahimu, umeingia katika baraka. Kwa hiyo nani anatuingiza kwa baraka? Ni matendo yetu, ni kutoa kwetu, ni juhudi yetu? Hapana. Yesu Kristo ndiye anatuingiza katika baraka ambao Mungu alinena na Ibrahimu kutoka mwanzo. Mpendwa mtazamaji, nataka uelewe neno hilo vizuri, ili uanze safari ya imani, utoke kwa juhudi, utoke kwa kung'ang'ana, uingie kwa imani. Na imani nayo inakuja kwa njia ya kusikia, ni kusikia neno la Kristo. Unaposikia neno la Kristo, unaingia katika imani. Tutaangalia mstari wa 14 sababu ya muda. Mstari wa 14 nasema, ili kwamba baraka ya Abraham iwafikie mataifa katika Kristo, katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani.
Kristo. Tunakushukuru kwa dhati kwa sababu ya neema na fadhili zako, unazidi kutufungia kila kisa. Asante kwa sababu ya safari hii ya imani umetufundisha, na mimi kwamba mpendwa mtazamaji ataanza hii safari ya imani, na Bwana mnadesha kang'ang'ana kubarikiwa. Bwana mnadesha leo ameelewa ya kwamba baraka tumeipata kwa njia ya imani, wala si kwa njia ya matendo yetu, na si kufanyia Mungu kazi, bali na Mungu kutufanyia kazi. Asante kwa sababu ufahamu mkubwa nazidi kupatia pendo mtazamaji, na pia hapa kanisani ufahamu ambao nazidi kupatia. Asante kwa sababu unatupenda, ndio Bwana Yesu anatupatia siri hii na kutufungia siri hii. Hata yule anayetolea kwa sababu ya hiki kipindi, Bwana Yesu endelea kwa pamoja na yeye, endelea kuinua biashara yake, endelea Bwana Yesu kuonekana kwake kwa sababu umempatia ili akutolee. Na ndio neno lako linasema katika vitu vyako tunakutolea kwa vitu vyako. Hakuna kitu tulikuja nacho duniani na tutaondoka na kitu duniani, na vitu vyote vinatoka kwako na katika vitu vyako tunakutolea. Bwana Yesu, watu wengi wanajua tu wabarikiwe, lakini hawajui vitu vyote vinatoka kwako. Sisi tumetufungulia siri hii ya kwamba kila kitu kinatoka kwako, hata pumzi ambayo tunaivuta, hata uhai tulionao unatoka kwako. Biashara tunazozifanya zimetoka kwako. Tunapokutolea hatukutolea kwa kunung'unika, kwa sababu tumeelewa kila kitu kinatoka kwako. Pokea sifa Mfalme, na pokea utukufu kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.